Leo ndugu zangu, hii kadhia ya mambo ya kula mirathi kwa dhulma imetufikisha pabaya. Leo ni wanawake wangapi ambaye wamenyimwa mirathi yao? Mayatima wangapi ambaye mali yao imeliwa kwa dhulma, wamenyimwa haki zao? Kuna baadhi ya familia mpaka leo hawasemezani. Kuna baadhi ya familia hawatoleani salamu. Kuna baadhi ya watu miongoni mwetu wana ahadi ya kutozikana. Mtu amemwambia ndugu yake waliozaliwa naye tumbo moja, mimi lao nitatangulia kufariki, usijaribu kukaribia jeneza langu. Na hii yote ni kwa sababu ya mirathi. Ndugu zangu, dhulma inayofanywa na mtu wa karibu ina madhara zaidi. Ndugu zangu, ina uchungu zaidi. Yani machungu yake ni kuliko pigo la mtu kupigwa na shoka. Bora mtu achukue shoka kukate naye, lakini usikatwe na shoka ya dhulma aloifanya mtu wa karibu ambaye uko naye wewe katika familia yako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha dhulma. Ndugu zangu, ndani ya Qur'ani katika aya nyingi hatuwezi kuzimaliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia hatari ya mtu kuwadhulumu wenzie. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza hatari ya watu kuwadhulumu wenzie, na hasatan watu wako wa karibu. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, enyi waja wangu nyie, enyi waja wangu, mimi Mwenyezi Mungu nimeiharamisha dhulma kwa nafsi yangu, na nikaijalia hii dhulma kwenyu nyinyi, baina yenu nyinyi ni haramu, basi msidhulumiane.